Okay, kama kawaida, si mwingine kabisa ni yule yule Lenzo Michael, mzee wa story changa. Unaona? Sasa leo tunaanzia kabisa katika familia moja. Tunaanzia katika familia huu Mwamba. Sasa leo Mwamba kabisa katika pitapita zake, katika pitapita za mabegi ya mke wake, leo kafuma kabisa karatasi ilikuwa imeandikwa namba za simu. Namba za simu alafu imeandikwa namba ya mwanaume imeandikwa John. Sasa Mwamba alikuwa elewi kabisa, akaanza kumsogelea taratibu mke wake. Akachukua simu na kuanza kukagua. Kaanza kukagua chapchapu ile namba iliyoandikwa John. Sasa jamaa kuona kabisa akapotezea kabisa. Sasa tunarudi katika familia nyingine. Kuna Mwamba mmoja kabisa naye alikuwa anasumbuliwa kabisa na mke wake. Kila kukicha wao ni ugomvi. Mwamba anasema mimi sitaki wewe usinisumbue. Kwa sababu wewe ukiwa huna hamu unaanza kuniambia namna gani vipi? Namna gani unanifokea. Leo unajitia una hamu unaanza kunisumbua. Niache na mimi sina hamu ya kufanya na wewe mapenzi, sitaki. Sasa ilikuwa ni purukusheni kabisa katika familia huu Mwamba. Madevu haelewi, anamwambia kabisa mke wangu, wewe waga unajifanya kama unajizima data. Mimi sikuelewi, alafu unasema namna gani vipi? Eti na hamu, sijui na shida na wewe. Unasemaje wewe? Unasema mimi namna gani vipi? Mimi waga na kuchiti au vipi? Mimi sikuchiti, sije kukuchiti. Sijasema masuala ya kukuchiti wewe. Wewe una tabia zako za ajabu. Sasa ilikuwa ni mabishano kabisa katika familia. Jamaa hataki kabisa kushikwa. Usinishike wewe. Sasa bibi akagombana kabisa, akang'ang'ania shikwe. Mwamba akasema lala peke yako, sasa siwezi kuja hapo. Lala peke yako. Ilikuwa ni ugomvi kwa kweli. Sasa tunarudi kwa Mwamba kabisa. Kumbe huyu jamaa alikuwa ni fundi kabisa, fundi majenereta, ni fundi mbalimbali, fundi wa vifaa vya umeme. Sasa leo yuko ofisini kabisa, wanatesti kuwasha jenereta. Boss unaweza kabisa, uko vizuri kabisa kuwatengenezea wateja wote. Wewe uko vizuri sana. Sasa ilikuwa ni purukushani kabisa. Mwamba alikuwa anajitahidi huku na huku anapambana, lakini mke wake anamuingizia namna gani vipi? Mke wake anamchanganyia mafaili. Sasa ilipofika mida ya asubuhi kabisa, Mwamba ndo yule kule yupo kazini kabisa, ni fundi generator, fundi umeme, kila namna gani vipi anaweza. Mwanamke amekaa kabisa ana amani. Anaona kabisa mume wangu hii simu mbona kama alikagua jana. Nilihisi kabisa kama kaikagua, ngoja nimpigie, nimemiss kuzungumza naye. Sasa bibi moja kwa moja kabisa alimpigia simu, wakaanza kuzungumza. Kiukweli mume wangu nimekumisi, nataka nikuone, usijali mimi utaniona tu, mimi nitarudi muda sio mrefu, nitakuja, usiwaze kabisa, kuwa na amani mke wangu. Sasa Mwamba ndo hivyo alimkatia simu mke wake kabisa baada ya kuwasiliana. Kweli mwanamke alikuwa ni mzuri kabisa, kashiba, mtoto fulani wa Kichaga mzuri kabisa, mtoto amenawili. Sasa siku iliyofuata kabisa ilikuwa majira ya asubuhi, tunarudi kwa Mwamba. Mwamba anajirekebisha, elewi, hajaacha hata pesa ya sukari, pesa ya matumizi hajaacha. Sasa mwanamke alipokurupuka kabisa, akamwona kabisa mshikaji anajitengeneza kwenye ndevu. Mwamba kabisa kumbe alikuwa na wanawake wengine pembeni, haelewi. Mwanamke kila siku anashangaa mume wake anaondoka saa 12 asubuhi, haelewi kabisa. Mwamba anaulizwa, wewe unaenda wapi sasa hivi saa 12 asubuhi, unawahi wapi? Mshikaji akamwangalia, sasa wewe kati ya mimi na wewe nani mwanaume? Hata kama mimi ni mwanamke na kuuliza kwa wema, unaenda wapi sasa hivi mke wangu? Wewe kabisa unaona pameshachangamka, pamekucha, inatakiwa mimi niende nikatafute pesa. Akasema hapana mume wangu, mimi waga wa kwanza kuamka naanza kusafisha mazingira na nini na kuachaga umelala. Kawaida yako waga ni saa 2. Saa 12 unaenda wapi sasa hivi? Sasa wakaanza kupishana kabisa kulingana na muda alioamka Mwamba. Mwamba anambembeleza, anamtachitachi, anamwambia usiwaze, mimi niko pamoja na wewe. Sasa Mwamba ndo moja kwa moja alichola kabisa, akaona hapa mambo mwisho ya umani. Sasa tunarudi kwa mshikaji kabisa huku. Leo anatengeneza mashine ya kunyolea. Wanamletea vifaa mbalimbali vya umeme kuja kuvitengeneza kabisa. Mwamba ndio alikuwa anahusika na hivyo vitu kuvitengeneza vya umeme. Lakini bado anafikiria kuhusu mke wake. Huyu mke wangu huyu, mbona siku hizi simuelewi? Ile namba ni ya nani? Namuuliza anakataa. Inakuwaje? Sasa Mwamba alikuwa na mawazo barabara. Ilipofika majira ya usiku kabisa, Mwamba ndo anarejea nyumbani. Mwamba ndo anarudi kabisa toka kazini. Ilikuwa ni majira ya saa 4 usiku. Anamuita kabisa mke wangu, uko wapi mke wangu? Nimekuja, nimerudi. Mara ghafla mke wake huyu hapa kashatokea. Wao, nimekumisi sana. Basi mwanamke akawa amemkumbatia kabisa mpenzi wake. Basi wakawa wanapigana mabusu mbalimbali. Haelewi kabisa, mke wangu, nakupenda zaidi ya chochote, zaidi ya nyanya chungu, wewe ni mzuri. Umebarikiwa, I love you so much. Basi Mwamba alikuwa anafurahi kabisa, akishikwa na madevu, anaona kabisa hapa dunia nimeimaliza. Kumbe mwanamke kabisa alikuwa anamlisha kitu kibovu. Unaona, anatoka anaenda kudanga huko mtaani, anarudi analeta namna gani vipi. Sasa mwanamke akamwambia kabisa, mme wangu, leo nimekupikia chakula kizuri,
Leo nimekutengenezea vitu original, vitu vya Pemba, viangalie. Sasa moja kwa moja mshikaji aliendelea kula kabisa bila wasiwasi. Tunarudi kwa mwamba huko. Leo mshikaji anapapaswa, haelewi, ndo katoka jogo. Sasa mwanamke anajitahidi kabisa kumliwaza mume wake, maana amuelewi. Kila siku saa 12 asubuhi kashachoromoka, kashaondoka zake. Sasa mshikaji anajitahidi kubembelezwa, lakini habembelezeki. Akasema, mke wangu, kuna vitu nilikununulia hapa, nimeona moja kwa moja nikuletee. Unaviona hivi vitu? Nimekuletea vitu vya wanawake, vile vya kusukasuka nywele zako, unakuwa unazitengeneza na hizi mashine. Nimekuletea mashine nzuri, nimekuletea vitana mbalimbali, vitu vya kujipodoa nimekuletea, kwa sababu nakuona kabisa huna furaha. Mimi niko poa, usiwaze. Basi mwanamke alikuwa muamini kabisa mshikaji, hata kama akiwa anazungumza. Mwamba alikuwa anazungumza kwa mapozi, anamwambia nenda kavikague, usijali wewe, nenda kalali, mimi niko pamoja na wewe. Sasa mwanamke ni furu kuviangalia, anaangalia sasa vipodozi mbalimbali ameletewa kabisa. Anaona huyu kaniletea vipodozi gani? Mbona mimi sivielewi hivi? Sielewi kabisa. Mwanamke anaangalia na mashine, kaletewa mashine kabisa kwa ajili ya kujisuka mwenyewe, kujitengeneza mwenyewe kama mtoto wa kike. Anasema hivi vitu mimi sivielewi, bora angenipatia pesa nikaenda kununua mwenyewe. Basi mwanamke, kweli kulikuwa kuna malumbano makubwa katika ile familia. Siku iliyofuata kabisa, asubuhi na mapema, pamechangamka, akaenda kwa rafiki yake kutafuta ushauri. Rafiki yangu, mimi kiukweli sielewi, mume wangu amekuwa gumzo kila kukicha. Yeye saa 12 hayupo. Mimi sijamzoea hivyo, hata chai hanywi siku hizi, hanywi kabisa hata chai. Sasa rafiki yake anamshauri kabisa, wanaume wa siku hizi wote ndo walivyo kabisa, labda nikusaidie, tumpeleke tuende kwa mganga tukachukua, kuna dawa fulani huwa unamwekea kwenye chai asubuhi, unamlazimisha anakunywa. Sasa mwanamke alianza kusikiliza kabisa ushauri wa rafiki yake. Rafiki yake anampa kabisa ushauri, anampa ushauri feki, anamuelekeza kabisa kwamba waende kwa mganga, ndo njia fupi ya kumrekebisha mume wako huyo harekebishiki huyo, mpaka tuende kwa mganga. Basi siku iliyofuata kabisa, tunarudi kwa mshikaji. Mwamba ndo huyo hapa, asubuhi na mapema. Mara ghafla kasikia simu kabisa ya mke wake inaita. Akasema hapa ngoja niangalie. Alipoikamata simu ikakata, akatumiwa message. Akasema hii message naisoma kabisa. Alipoisoma message kabisa, imeandikwa I miss you, nimekumisi zaidi ya chochote. Huyo kinyago yupo. Sasa Mwamba aliposoma kabisa message, yeye ndo ameitwa kinyago, haelewi. Akaona kabisa majanga, akamshtua. Mke wangu, nyanyuka, amka wewe, uniambie vizuri. Niambie vizuri, hii namba uliyosave John ni ya nani? Niambie ukweli. Yaani mimi anaandika kwenye message ananiita mimi kinyago. Mimi ni kinyago? Mimi nakutafutia chakula kila kukicha, ananiita mimi kinyago? Basi ikawa malumbano kabisa. Mwanamke anaomba magoti kabisa, anapiga magoti, anaomba msamaha. Jamaa anasema asante, umeamua kunifanyia hivi, asante sana. Asante, mimi sijawahi kuona mwanamke kama wewe. Nilikuamini 120%, lakini unajipunguzia 1%. Basi kabisa Mwamba alichanganyikiwa kabisa. Akasema maskini ya Mungu, mke wangu. Sasa mwanamke anajitetea kabisa, anasema mume wangu, mimi sijafanya chochote kibaya, mimi naomba unisamee. Nikusamee kiasi gani? Unajua ulichokifanya? Hapana mume wangu, nisamee, mimi najua nimekukosea kweli, naomba unisamee. Basi mwanamke alianza kukiri kabisa makosa. Mshikaji akamwambia, sasa umeamua kunifanyia hivyo, ngoja sasa nikuonyeshe, mimi sirudi nyumbani leo, utajua mwenyewe utakula nini. Basi ilikuwa ni malumbano kabisa. Mwanamke alipokamata simu kuangalia, kweli alikuta hii message, mume wake ameitwa kinyago kabisa. Siku iliyofuata kabisa, Mwamba anakunja nguo huku. Tunarudi kwenye familia nyingine kwa mshikaji. Mshikaji anamwambia, mimi nasafiri, nimepata dharura ya kikazi. Kumbe jamaa anataka aende kabisa kwa malaya, anabeba hadi nguo. Sasa anataka aende kwa machangudoa huko mjini, akakae huko kwa sababu alikuwa na familia kibao. Sasa mke wake alimshtukia kabisa, akawa anamuuliza, wewe mume wangu, wewe toka lini ukawa na dharura wewe? Nina dharura, wewe nielewe. Mimi nina dharura, naenda, nitarudi kama wiki 2 hivi nitarudi. Basi kila kukicha ilikuwa ni changamoto kabisa ndani ya nyumba. Basi mliza kama fungua geti mimi nitoke, nitarudi baada ya wiki 2. Sasa we pumzika. Asante sana bosi, asante, safari njema. Basi mfanyakazi mfungua geti alifurahi sana kuona kabisa wiki 2 hatorudi bosi wake, akaona maisha ndo haya. Sasa tunarudi kwa kikaragosi. Huyu ndo changudoa kabisa waliyewasiliana naye yule mwanaume. Yaani huyu akija, huyu inatakiwa nimpige hela za kutosha. Ndio mawazo kabisa ya changudoa huyu, anamfikiria Mwamba. Sasa tunarudi kabisa kwa mshikaji. Jamaa alikuwa na mawazo kabisa. Siku 2 hajala chakula kabisa, elewi. Anaona kabisa mke wake anamletea changamoto. Jamaa anahangaika kutengeneza majenereta, vifaa vya umeme.
yeye mwenyewe mwanamke anakuwa anamletea changamoto kibao. Basi jamaa alianza kutokwa na machozi kabisa, analia, anajua kabisa mimi napambana kwa ajili ya mke wangu, kumbe mke wangu naye anafanya vitu vya ajabu ajabu. Basi ilikuwa ni uchungu kabisa. Mwanamke anaomba msamaha kabisa, anamwambia nisamee mume wangu, nisamee mume wangu, sirudii tena, mimi sirudii kukukwaza. Basi mwanamke alimkumbatia kabisa mshikaji. Mshikaji akamwambia usirudie mke wangu, usirudie mke wangu, mimi sijapenda hata kidogo. Basi mwamba alimkumbatia kabisa mke wake, wakawa wamesameheana kabisa. Ngoja tusubiri kigongo kinachofuata tuone. Je, yule mwamba alienda kule kwa Changudoa, je, wataenda kukaa siku ngapi? Je, watadumu katika mahusiano ama itakuwaje? Tutakuwa tumeishia hapo kwa leo. Kwaheri.